Katika dunia ya leo, internet ni kitu muhimu. Hivyo, makampuni mbalimbali yamekuwa yakitoa huduma ya internet kwa njia tofauti. Hii ni Airtel 4G Pocket Wi-Fi, kifaa maalum kwa ajili ya kusambaza internet. Katika video ya leo, tutaangalia na kupima kifaa hichi kujibu swali Airtel 4G Pocket Wi-Fi ni nafuu na bora kwa matumizi ya internet au ni njia mojawapo ya kupoteza pesa zako kwenye matumizi ya bando. Tukianza na kufungua boksi. Ukifungua box la 4G Pocket Wi-Fi unakutana na Wi-Fi yenyewe. Unapata manyo kwa ajili ya maelekezo ya jinsi ya kuitumia. Vile vile Airtel wameweka vipeperushi vyao. Vile vile unapata kadi ambayo ina password pamoja na taarifa za Wi-Fi, namba ya simu kwa ajili ya kufanyia malipo. Vile vile Wi-Fi ya 4G Pocket inakuja na betri la miliampia 3000 ambalo linakupa uwezo wa kukaa na chaji masaa 12. Okay, ulishajiuliza ndani ya mwezi mzima ni kiasi gani cha bando ambalo unalitumia kwenye simu yako? Na mimi binafsi baada ya kufanya uchunguzi niligundua ndani ya mwezi mzima ninatumia zaidi ya takriban bando la GB 20 ambalo ni gharama kubwa kweli kweli. Sasa na hapo ndo nilipopata wazo na kuanza kufuatilia kuhusu vifaa vya kusambaza internet kama hivi Wi-Fi routers. Na yapo makampuni mengi ya simu ambayo yanatengeneza Wi-Fi routers, kuna Vodacom, kuna Tigo. Sasa kwa kuanza na kampuni la Airtel, niliamua kuchukua Airtel 4G Pocket Wi-Fi. Na kifaa hichi nikakitumia na kukiangalia, pia kuweka tathmini ya gharama ambayo ya bando unatumia kulipia kwa mwezi na kulinganisha gharama ya matumizi ya mtu wa kawaida ambaye anatumia simu yake kila siku. Sasa kitu cha msingi kufahamu ni kwamba katika Airtel 4G Pocket Wi-Fi haina vifurushi vya unlimited au kifurushi ambacho unalipia ndani ya mwezi mzima bila kuhesabiwa matumizi yako kiasi cha bando unalolitumia. Lakini kwenye Airtel 4G Pocket Wi-Fi unalipia kiwango kutokana na bando lako unalolitumia. Kwa hiyo ukilipia GB 50 ukazitumia GB 50 za bando kabla mwezi hujaisha, GB zako zinaisha. Tofauti na Wi-Fi routers kama ya Airtel 5G router ambayo ni unlimited. Okay, sasa tuongelee Wi-Fi ya 4G Pocket inavyofanya kazi. Katika Wi-Fi ya 4G Pocket inakuja na betri la miliampia 3000 ambalo linatunza chaji ya kutosha. Unaweza ukatoka nayo kuanzia saa 12 mpaka saa 12 jioni. Kuiwasha Pocket Wi-Fi yako inakuja na button hapa ambayo ni switch button. Unaibonyeza ndani ya sekunde 4 na baada ya kuibonyeza utaona hizi notification zinawaka. Kuna notification moja ya network, kuna notification ya Wi-Fi, kuna notification ya battery, vile vile kuna notification ya message. Sasa kwenye Pocket Wi-Fi inakuja na charge ya micro USB ambayo hili ni kitu ambacho kinanichanganya kidogo. Kuanzia mwaka 2020 Umoja wa Kimataifa ulipitisha kwamba vifaa vyote vya kielektroniki vyote kuanzia simu mpaka hata kompyuta vinatakiwa vianze kutumia USB za Type C, ambayo proposal hii ilipitishwa na Uingereza ambao ndio moja kati ya nchi ambazo zinaaminika zina viwango vikubwa sana vya standard katika vipimo vya vitu. Na makubaliano ambayo yaliwekwa kuanzia mwaka 2020 ni kwamba vifaa vyote vya kielektroniki hivyo vinatumia Type C. Sasa hivi ukinunua kifaa chochote cha kielektroniki, kwa mfano hizi ni AirPods ambazo nazitumia, zote zinakuja na port ya Type C kwa sehemu ya pembeni. Lakini why kifaa kama hichi kampuni la Telecom la mitandao wameshindwa kuweka port ya Type C? Sasa hivi mpaka sound recorder, kwa mfano hichi ni kifaa ambacho natumia kurekodi sauti unayosikiliza sasa, na chenyewe kinakuja na port ya Type C. Unaweza ukaona hii hapa ni sehemu ya port ya Type C. Lakini kifaa cha mtandao kinakuja na port ya micro USB. Okay, lakini vile vile kuna Wi-Fi yetu ya 4G Pocket Wi-Fi inakuja na WPS button. WPS button ni kibonyezeo ambacho kinakuruhusu wewe kumconnect mtu yeyote ambaye anataka kuingia kwenye mtandao wako bila kuingiza password. Na kama ambavyo tunajua Wi-Fi router zote zinakuja na password ambayo inakuwa ni kama ulinzi, mtu asiingie kwenye Wi-Fi router yako akaconnect, akatumia bando lako au akatumia taarifa zako bila wewe kumpa idhini yake. Sasa WPS ni kibonyezeo ambacho kinatoa idhini ya watu kuconnect kwenye Wi-Fi bila kutumia password ndani ya muda mchache. Let's say amekuja rafiki yako na hautaki tena uanze kuhangaika kutafuta password ulipoiandika umpe. Ukitumia hichi kibonyezeo cha WPS ukabonyeza hapa hivi, ni moja kwa moja katika muda huo mtu yote ambaye amewasha Wi-Fi karibu na Wi-Fi router yako hii atakonektiwa moja kwa moja na ataweza kupata access ya mtandao. Lakini vile vile ukitoa mfuniko wa Wi-Fi router, ukitoa mfuniko wa Wi-Fi router ya Airtel 4G Pocket utagundua kwamba kuna sehemu ya preset.
kuna sehemu ya kureset ambayo iko chini hapa ya battery. Utachukua pini yako ya kawaida, utachomeka hapa hivi, na ukibonyeza hapa utareset taarifa zote ambazo umeziseti mpya. Let's say kipindi unanunua hichi kifaa kilikuwa kina wifi fulani ya password, alafu kipindi unakitumia ukabadilisha ukaweka password yako ambayo unaitaka wewe. Let's say umefika sehemu umesahau password yako na unataka ukitumie. Kwa hiyo ukija hii sehemu ya reset ukachukua pini ukabonyeza hii sehemu, kifaa chako au wifi yako itarudi mwanzo katika password ya kwanza kabisa. Na password ya kwanza kabisa ni password ambayo inasaviwa hapa, inasaviwa kwenye sehemu ya serial number. Kwa hiyo ndio sehemu ambapo password ya kwanza inasaviwa. Kwa hiyo inakuja na kibonyezeo cha kuset kwenye mfuniko. Lakini vile vile wifi ya 4G Pocket kutoka Airtel inakuja na sehemu ya kuwekea line, na hii line ndio inabeba taarifa za malipo ya kifurushi ambacho unakuwa umekilipa wewe kwenye wifi router yako. Kwa hiyo kuna slot ya line ambayo unaweza kufungua, na ukienda kipindi unanunua 4G Pocket wifi, mawakala wa Airtel wanakushauri muda wote line hii haitaki kuchomolewa kwenye wifi router, inatakiwa muda wote iwe ndani ya wifi router yako, kwa sababu hii ndio inayobeba subscription ya bando ambalo unalitumia au unafanya malipo. Sasa nilijaribu kuitoa, nikasema ngoja nijaribu kuiweka kwenye simu niweze kuona kwamba nimelipia kifurushi cha mwezi labda let's say cha GB 10 kwenye, afu nione kama naweza nikakitumia kwenye simu. Lakini baada ya kuchukua hii line na kuweka kwenye simu nilijaribu na ikakataa. Kwa hiyo inamaanisha kwamba line hii inafanya kazi pekee kwenye wifi ya Airtel Pocket Wifi. Okay, mtu anaweza kujiuliza swali, jinsi gani unafanya malipo ya kifurushi pale ambapo kifurushi kinaisha, au jinsi gani unapokea taarifa za ujumbe kuhusu kifurushi ambacho umekinunua. Kipindi unaponunua wifi ya Pocket kutoka kwenye duka la Airtel, watasajili line ambayo ndio hii nimetoka kukuonesha, wataiweka ndani ya wifi ya Pocket Wifi, then watakupa namba ya simu ya hii line. Kwa hiyo utakuwa unafanya malipo kutumia line yoyote ya Airtel, na kifurushi ambacho utakinunua moja kwa moja kitahesabika kwamba umenunua kwenye wifi router yako. Lakini vile unaweza kuangalia SMS au kuangalia ujumbe ambao umeingia kwenye wifi router yako. Sasa kabla ya kuangalia SMS, ningependa kukuonesha jinsi gani ambavyo unaweza ukabadilisha password au jinsi gani unaweza ukaweka password mpya. Sasa kitu ambacho unatakiwa kufahamu ni kwamba tukiangalia wifi router yetu ya Airtel Pocket Wifi, tunagundua kwamba haina screen sehemu yote ambayo unaweza kusema labda ubonyeze, uweke hichi, uweke namba. Sasa kitu ambacho kinafanyika kwenye hizi wifi za Airtel Pocket Wifi ni kwamba njia pekee ya kuweza kununua au kuangalia ujumbe au kupata taarifa au kufanya settings zozote kwenye hizi wifi router za Airtel inakuwezesha kufanya hivyo pale ambapo unaiunganisha kwenye kifaa cha kielektroniki, let's say ni simu yako ya mkononi au kompyuta yako. Baada ya kuhakikisha tayari umeshawasha wifi router yako ya 4G Pocket Wifi, sasa hatua ambayo inafuata ni sasa kwenda kuconnect kwenye simu yako ya mkononi au kompyuta yako. Na mimi nimesema nitaonyesha mfano kwa kutumia laptop yangu. Sasa utaenda sehemu ya wifi na wifi yako itapia. Kwa mimi kwa kuwa tayari nilikuwa nimeshaweka password, utaweza kuona wifi yangu tayari imekuwa connected. Sasa kama ningekuwa sijaweka password, ningeweka password yangu ya wifi, na ambayo nilikuambia password ya wifi inapatikana nyuma ya kifuniko baada ya kufungua wifi router yako, na utaweza kuiona wifi. Sasa kitu ambacho nataka nikiweke sawa ni kwamba katika wifi password au katika password kuna password za aina mbili. Kuna password ya aina ya kwanza ambayo inakuruhusu wewe kuunganisha wifi router yako kwenye simu au kompyuta yako kwa ajili ya matumizi ya mtandao. Alafu kuna password ya pili ambayo inatumika kwa ajili ya kufungulia website, ambayo inatumika kufanya setting, kubadilisha password au kusoma SMS kwenye wifi router yako. Ukifungua nyuma kwenye kifuniko chako utaona sehemu ya kwanza ambayo ina password ya namba, alafu kwa upande wa pili wameandika password, utaona wameandika kwa maneno admin. Sasa baada ya kuhakikisha tayari nimeconnect password, nitafungua web browser yoyote ambayo inaweza ikawa Google, Opera au web browser yoyote ambayo unaweza kuitumia kwenye simu yako. Kwa mimi kwenye kompyuta yangu natumia Google Chrome, kwa hiyo nitafungua Google Chrome. Alafu hatua ya pili nitaingiza sasa ile namba ya IP address ambayo na yenyewe nilikwambia kwamba inapatikana nyuma ya kifuniko kwenye betri lako. Utaikuta tayari namba ya IP address imeshaandikwa, na namba ya IP address kwa mtandao wa Airtel ni moja, haibadiliki kwenye wifi router zao zote unazotumia, na nitaingiza ambayo ni 192.168.1.1 alafu mkato, then nitapiga enter. Utaweza kuona tayari imeshafunguka website yako kwa ajili ya kuweka password. Sasa hapa nitaingiza password ambayo nilikwambia ni ile neno admin, alafu nitabonyeza login.
Na sasa tutaweza kuona tayari website ya Wi-Fi router imeshafunguka kwa ajili ya kufanya setting au kusoma SMS. Sasa kwa haraka haraka ukiangalia hapa utaona kuna option zipo kama 4. Sasa mimi nimesema kwamba nitakuonyesha sehemu ya kwa ajili ya kubadilisha password na jinsi ya kuweza kusoma SMS zinazoingia kwenye simu yako ili uweze kujua kwamba labda kifurushi chako kimeisha au taarifa zozote ambazo utapewa na kutoka Airtel. Sasa kwenye sehemu ya setting ukitaka kwenda kubadilisha password ni moja kwa moja tunaenda sehemu ya Wi-Fi settings. Kwa hiyo nitaenda sehemu ya Wi-Fi settings na hapa tutaweza kuona Wi-Fi name au SSD. Hili ni jina ambalo linasoma ukiwa na scan Wi-Fi yako. Lakini chini kidogo ukishuka hapo utaona kuna sehemu ya password ambayo ndio hii hapa umeiona. Hii ndio sehemu ya password ambayo unaiweka kwa ajili ya kuconnect Wi-Fi router yako na simu au kompyuta au kifaa chochote kile kiweze kupata mtandao. Okay, sasa tuongelee kuhusu vifurushi katika Wi-Fi ya Airtel 4G Pocket Wi-Fi. Kwenye Wi-Fi hii ya Pocket inakuja na vifurushi vya mwezi na kuendelea. Lakini kifurushi cha kwanza katika Wi-Fi ya Airtel kinaanzia shilingi 10,000 ambacho kinakupa GB 10 ndani ya siku 30. Alafu vinapanda kuendelea juu. Kwa mfano kuna kifurushi cha 20,000 ambacho kinakupa GB 20 ndani ya siku 30. Alafu kinafuata kifurushi cha mwezi ambacho ni shilingi 50,000 kinakupa GB almost 40. Sasa naomba niongelee kitu kimoja kuhusu vifurushi vya router ya aina hii. Kwa mimi na matumizi yangu ya vifurushi vyangu, nimeona kuna utofauti kati ya mtu ambaye anafanya malipo kawaida ya kununua vifurushi kwenye simu na mtu ambaye ananunua vifurushi vya Wi-Fi ya 4G Pocket Wi-Fi. Na jambo la kwanza la muhimu la kufahamu ni kwamba baada ya kutumia vifurushi vya Wi-Fi ya 4G Pocket Wi-Fi, nilinunua kifurushi kwa mfano kimoja, nilinunua kifurushi cha shilingi 10,000 ambacho kinakupa GB 10 na nilinunua kwa ajili ya kupima ili niweze kuona uwiano kati ya mtu ambaye ananunua bando kawaida na mtu ambaye ananunua bando la kifurushi hichi. Sasa baada ya kufanya matumizi nimegundua kwamba vifurushi vya router hizi ndogo za 4G ni kwamba kinawahi kuisha haraka sana. Kikawaida kifurushi cha shilingi 10,000 kinakupa GB 10 ambacho Airtel wanakitoa kwa ndani ya siku 30. Lakini baada ya kufanya matumizi yangu binafsi nimeona kwamba hizo GB ambazo wanakupa zinaisha haraka zaidi kuliko hata yule mtu ambaye ananunua kifurushi chake pale ambapo kinaisha. Let's say kwa mfano unanunua kifurushi cha shilingi 1000, kinapoisha unaunga tena kifurushi kingine cha 1000. Kwa hiyo ukichukua shilingi 10,000 alafu ukampa mtu wa kawaida kwenye simu yake akawa anaunga kifurushi cha shilingi 1000 pale ambapo kinaisha, na mtu ambaye atanunua kifurushi cha jumla kwa shilingi 10,000 katika Wi-Fi ya Pocket, kuna uwezekano mkubwa sana mtu ambaye amenunua kifurushi kwenye Wi-Fi hii cha kwake kikawahi kuisha haraka kuliko hata yule mtu ambaye ananunua kifurushi kawaida kwenye simu yake. Kwa hiyo kwa ushauri wangu na matumizi yangu, bado mimi naona kwamba Wi-Fi ya 4G Pocket Wi-Fi bado haifai kwa matumizi yangu. Na sasa katika video nyingine nitatengeneza video nyingine kuhusu Wi-Fi ya Airtel ambayo yenyewe ni ya 5G, yenyewe ina bando la kuanzia unlimited na kuendelea. Lakini mwisho kabisa nipende kusema kwamba hii Wi-Fi ya 4G Pocket kwa matumizi yangu bado haifai na bado bando lake halina manufaa. Ni sawa sawa tu mtu akaendelea kutumia kawaida bando la kwenye simu kawaida kuliko kutumia 4G Pocket. Sasa kama ni mara yako ya kwanza umekutana na video hii, hakikisha unasubscribe, unaweka notification ili pindi ninapoachia video kama hizi uwe wa kwanza kuziona. Sasa tukutane kwenye video nyingine ambayo nitaelezea Wi-Fi router ya 5G kutoka Airtel.